A witness has placed you in the scene of the murder. Dogo Janja alichukuliwa moja kwa moja kwa ajili ya kwenda kufanyia uchunguzi huo kituo cha polisi. Marafiki zake walijaribu sana kumtetea kwamba usiki na chochote, lakini mapolisi walimchukua moja kwa moja na kwenda kumpeleka polisi huko. Wakiwa polisi huko, mahojiano yakawa yanaendelea. Dogo Janja anajifanya anazijua haki zake sana yani. Anadai ya kwamba yeye bado ni mtoto mdogo, hawezi kujibu hayo maswali mpaka pale ambapo mzazi wake atafika. Hawezi kumuuliza maswali ya namna hiyo hapo. Kisha kila akiwa anamuuliza anawaambia no comment, yeye anajibu lolote mpaka pale ambapo babake atapofika. Kisha akangangania sana, anaomba kuwasiliana na babake. Wakamwambia kwamba babako yuko njiani na babako atapofika hana namna ya kukutetea. Hii ni kesi ya mauaji, kuna mtu kashafariki huko. Hivyo basi wewe huwezi kuchomoa kwa namna yoyote ile. Hakuna mtu wa kukutoa hapa mpaka pale ambapo ushahidi utapotamatika na kuelewa nani anayehusika na hicho kitu. Mtu kafariki. Hii ni kesi nzito kupita maelezo na ni kesi ambayo inahitaji usirias kupita maelezo. Hakuna, haki zangu lazima zisimamiwe, mimi sihusiki na chochote na sijui chochote. Kisha mwisho siku tunatambiwa ya kwamba huu mzigo unakwenda kwa jina la The Lost Soul. Hii ni sehemu ya 4 mwanangu. Kama hujacheki sehemu ya 3 na sehemu ya kwanza iko ndani ya page, luka nayo Tuatupa mitai hapa ya nyumbani. Mamake na Betty yuko na Betty hapo anaendelea na story ya kwamba kuna evidence yoyote ambayo ipo, lakini wamemkamata X. X hajafanya jambo lolote ile. Ana X hahusiki na jambo lolote ile. X haelewi kitu chochote kuhusiana na mauaji ya Mr. Nicky. Wamemkamata, wameenda naye polisi mamangu. Mama anaendelea kusema kama hahusiki watamtoa tu. Mimi nashindwa kulala, rafiki yangu hayupo nyumbani, sijui nini. Wakawa wameongea maneno mengi, lakini kipindi wanaendelea na story hapa ikasikika hodi hapa. Detective amefika mpaka nyumbani siku ya hii leo. Amefika hapa nyumbani na maswali kadhaa kumuuliza mamake na Betty. Akamuuliza usiku ambao tukio linatokea nyumbani kule shuleni kwa kina Betty, wewe ulikuwa na nani hapa nyumbani mida ya saa 2 kamili? Mamake na Betty akasema mimi nilikuwa na mwanangu, binti yangu pamoja na kijana mmoja ambaye anakwenda kwa jina la X. Alikuwa yuko pamoja na binti yangu anacheza game na kupiga story huo usiku wa saa 2. Wakapiga sana story hivi. And then mimi nikaendelea zangu kupumzika. Hivyo basi hiyo saa 2 yote karibia yote walikuwa hapa nyumbani mpaka kuelekea mida ya saa 3 huko saa 4. Detective akasema okay, nashukuru kwa hayo majibu, kisha kaondoka zake. Kuna kitu kakipata. Betty akamshukuru mamake kwa kumjibu detective mambo mazuri. Kisha tunatupa mitai hapa shuleni huko. Leo hii hapa kibonge hichi kinaenda kujibizana maneno mabaya sana na mabinti hapo shuleni. Mabinti wanakizodoa na chenye kinajibizana nao yani. Eti komwe sijui nini, wewe ni bonge, mara matusi kadhaa. Wakataka kupigana. Bonge anataka kupigana na wanawake. Sabalo mara baada ya kuona huu ugomvi hapa ikabidi aende kuachanisha huu ugomvi. Wakati huo hapo upande huo hapa pili kuna mabidada wawili hapa. Betty akiwa pamoja na Dala. Sabalo akamwambia hebu achaneni. Na nikiona ugomvi unaendelea hapa kuna kitu kibaya sana nitachokifanya. Hebu kila mtu aende zake na kuendelea na shughuli zake. Kila mtu akachomoka mitaa hiyo hapo na kuendelea na shughuli zake. Wakati huo hapa bidada Betty alivyomuona Sabalo akawa amepata hasira kali sana kiasi kwamba akawa anamfuata Sabalo kwa ajili ya kumlalua kabisa yani. Kipindi hicho hapo Dala anazidi kupambana kumtuliza Betty asije akapandisha huo mzimu wake. Sabalo anasema unanidai wewe vipi, mbona unifuata, hasira za nini tena? Mpaka mwisho siku mzimu ulipotoa kabisa yani ukatulia. Akasema mbona uko na hasira sana na Sabalo? Sabalo anaweza kuwa anahusika na hisi Sabalo naye anahusika na kifo cha bidada Suki. Sabalo kweli anahusika kati Sabalo ndo mlinzi. Anatukana sana matusi, anatutuliza, hataki watu wagombane na yeye anaweza kawa anahusika kumuua mtu. Okay, hebu tufocus na X. X atatoka lini? Na kwa nini X yupo kule? Lakini dakika hizo hajamaliza hata discussion wakasikia okay baba yuko hapa. X kashafika, wakafly sana, wakamkumbatia X nini, wakaendelea na story nyingi sana hapo katikati. Kisha wote wakawa wamepoa hapo chini. Pole umerudi, zilikuwaje huko? Kisha mwisho siku hapa Betty akawa amesimama na kuanza kuambia wenzake, hivi mnahisi inawezekana kabisa huenda Suki akawa amezikwa hapa? Amezikwa hapa, mwili wa Suki unaweza kuwa hapa chini. Kama mwili wa Suki upo hapa chini, tufukue basi tutoke na huo ushahidi. Haitakuwa rahisi kuwaeleza watu kwamba mwili wa Suki uko hapa na tukaufukua sisi. Tumejuaje na tumefahamuje? Kuna njia inabidi tuitumie kwa ajili ya kufukua huu mwili ili tuutoe hapa na kila mtu afahamu kitu ambacho kinaendelea hapo katikati. So rahisi kufukua hivi. Na kama kazikwa hapa, kwa nini kazikwa? Na mambo ni mengi hapa katikati. Lakini kipindi wanaendelea kuongea kuhusu mazishi, kufukua huo mwili, sijui jela, wakati huo hapa bidada huyo hapa Amina alikuwa anaona na anasikia stories zote ambazo zinaendelea hapa katikati. Akawa amemwambia kumfukua nani, kumzika nani? Wote wakawa wamemfuata kwa kasi. Wewe vipi, mbona unatufuatilia sana? Kile tunachokifanya upo karibu na sisi, nini unatufuatilia kwa nini? Hebu achana na maisha zetu. Akasema nimewasikia kila kitu ambacho mnachokiongea na kinaenda kuwapelekea pabaya sana. Akasema okay, na wewe umetoka jela okay, utarudi tena huko jela ambako wewe umetoka. Na huyu ndio alisababisha kila kitu mpaka bidada akawa ametoka jela. Wakati huo hapa akawa mpiga story na kulizao mpaka nyumbani. Leo hii hapa nyumbani mamake na Betty wamemleta mtaalamu hapa kwa ajili ya kumtibu Betty. Mtaalamu anaendelea na manyanga yake hapa. Betty akawa anasema kwamba huyu mtaalamu anaweza kawa fake. Wote wakawa wanapiga story kama ni fake mimi nitajifanyisha ili nimpe moyo mamangu. Hivi haisi kwamba nimepona kabisa yani na mambo mengine yaendelee. Lakini huyu mtaalamu anaweza kawa mtaalamu moto
moto kweli. Kisha mtaalamu akawaita watu wote katikati hapa. Shikaneni mikono, mikono yote ishikane. Nitaita mizimu yangu hapa na nitafahamu mizimu ya mama zangu, mizimu ya babu zangu, yote itakuja kumtibia huyu bidada hapa. Mambo mazuri hayataki haraka. Wote shikaneni mikono. Wakawa wameshikana mikono kama kawaida. Anaita mizimu hapa. Mizimu ya mabibi zangu. Mambo yakawa sio eleweki hapa. Mara giza kinyemi, mzimu unaendelea kuitwa hapo katikati na Betty akaona huyu bidada ni wa kweli kabisa. Betty akaanza kutetema. Akatetema kupita maelezo mpaka Suki akawa ametoka huko ndani ya mwili wa Betty. Suki ametoka nje akawa anasema huyu mganga hapa, "Wewe unaitwa nani?" Mzimu unasema unaitwa Suki. "Okay Suki, unafuata nini kwa Betty? Kuna kitu nakihitaji kwa Betty." Mzimu unacheka sana. Kisha mwisho siku mzimu ukawa umeona huyu anaendelea kupigana na mimi na atanishinda. Ukamkaba roba sana huyu mganga hapa. Ukampiga sana huyu mganga. Mpaka mwisho siku mganga naye akawa amepigwa na ule mzimu hapa. Kisha mwisho siku mganga alipopigwa sana ikafungasha virago vyake akaondoka hapo nyumbani bila hata kutoa majibu stahiki. Nini kinachomkumba Betty? Na kwa nini Betty ananyanyasika na namna ile pale? Mama yake na Betty akauliza sana, "Madam Kofe, mganga, nini tena? Kwa nini Betty?" Betty na Suki." Akajibu hivyo hivyo akaondoka. Watu wote wakabaki wanashangaa hapa. Bidada Suki hapa, bidada Betty anaendelea kujiliwaza hapa. Kwa nini tena? Kisha mwisho siku akaamua kurudi zake nyumbani huko kwa ajili ya kutulia kitandani kwake. Akawa amelala hapo kitandani, mzimu ukawa umemchukua moja kwa moja kiroho na kumpeleka kule sehemu yao kule kwa ajili ya kuendelea kudiscuss mambo kadhaa huko. Sijui wataongea nini siku ya hii leo hapa akiwa pamoja na huyo hapa bidada hapa. Ataendelea kumkazia alipe kisasi au ataendelea kumkazia kuhusiana na nini? Au atamueleza kuhusiana na Sabaro anahusikeje kwenye ile kesi? Okay, majibu yote tutapata sehemu ya 5 ya hii hapa mzigo. Hii ni sehemu ya 4. Kama hujaicheki ya kwanza, ya pili, ya 3 kama kawaida iko ndani ya page. Mimi naitwa Puge MC Man, Msafe Man, Fumbia Siri Chata ya Mje. Endelea kusimama na mimi mwanzo mpaka mwisho mwa hii hapa mzigo.